Somo kama hilo neno fursa linakuchanganya sana, andika nafasi makini. Katika wenye dhambi mkuu wao, ila Yesu akaja kwa dhambi Amina, ni upate uzima. Hili ndilo pendo, ajabu pendo, pendo liloku, pendo lisilo mwisho, lidumu, lililolitafuta, lililolitafuta, ingawa siku. Sikia hii wakati kinanda kinapigwa taratibu. Laiti kama ungalifunguliwa macho. Wako watu wanatamani tu wakuone maisha yako yakiwa ni magumu na hujawafanya lolote. Yaani wako watu ambao wanatamani kukuona kwenye ndoa yako unateseka na wala hujawakosea kitu. Yaani wako watu ambao wanatamani waone ile biashara yako umefunga, mioyo yao inafurahi na hujawakosea. Laiti kama ungalifunguliwa macho baraka, ungeona mtu ambaye hata hujamkosea ila anatamani kuona maisha yako yanapitia kipindi kigumu. Huenda kuna mwingine usingesalimiana naye, ingawa na ubaya alio nao, ingawa na ubaya nao kufanyia, ila bado Bwana anampenda. Jamani, simseme amen. Nikusogelee kidogo. Hata kama maisha yako hayaakisi upendo wa Mungu maishani, maisha yako, mwenendo wako bado umemkataa Bwana kama Yuda, lakini bado Bwana anakupenda. Mwambie jirani yako, Bwana anakupenda jinsi ulivyo. Mwambie tena, Bwana anakupenda jinsi ulivyo. Hata na masengenyo ulio nayo, Bwana anakupenda. Hata na tabia yako ya uchonganishi ulio nayo, bado Bwana anakupenda. Anasema hili ndilo pendo, si kana kwamba ninyi mlipenda mimi, maana kama mngalinipenda mngetii taratibu zangu, lakini ni mimi niliyowapenda ninyi. Ingawa ni mbaya. Kristo, tusimame vyote. Ajua haja zangu, huzuni hata katika vita. Akiwapo ajua haja, huzuni zake, huzuni zangu hata katika vita. Hutapigana mwenyewe akiwapo uko salama. Ukiwa umesimama dakika moja, mwambie Bwana, siwezi kupigana vita. Pigana vita vyangu.
Siwezi kupambana na adui anayepambana nami, ila pambana kwenye vita vyangu. Dakika moja tu mwambie Bwana, siwezi kupigana vita hivi. Inamisha kichwa chako, mwambie Bwana, siwezi kupambana vita hii, nishindie Bwana. Endelea kumwomba Bwana. Kuna pambano unalopitia mimi silijui, mwambie Bwana nisaidie. Pambano kwenye familia, mwambie Bwana nisaidie. Mimi sina mbingu ya kupeleka, endelea kuzungumza na Mungu, mwambie Bwana, hili nalo ni pambano langu, mwambie Bwana nisaidie. Ajua haja yako, anajua pambano lako, anajua maumivu yako, anajua vilio vyako, anajua uchungu ulio nao. Mwambie Bwana, siwezi kupigana vita, pigana vita vyangu. Hili ndilo pendo, hili ndilo pendo. Baba na Mungu wetu, asante. Asante kwa sababu tumekuruhusu upigane vita. Tumekuruhusu uingilie kati maisha yetu. Ni mchana mwingine tena, zungumza nasi kwa jina lake Yesu, amen. Ajua haja, huzuni zangu, hata katika Isaya 1:8. Biblia inasema nafasi makini au fursa makini. Mwambie mwenzako fursa makini. Kama hajakuelewa mshike mkono, muamshe kidogo, mwambie fursa makini. Lakini bado Bwana kwa rehema zake anatoa nafasi nyingine tena. Mchungaji anataka kutuambia nini? Msingi sio njoo, tusemezane. Msingi sio njoo, ila msoka. Nilikuwa nimeelekea sasa, niko Dodoma. Nikafika pale, nilikuwa nimealikwa na kiongozi mmoja hivi. Nikafika pale, jamani, bungeni ni kuzuri. Bungeni ni kuzuri. Nikitishwa kwenye viti vya juu. Viti vya juu venye rangi ambayo ni wageni wa spika. Kuna rangi tofauti tofauti. Kuna kahawia, kuna hii. Sasa kahawia hiyo ni wageni wa spika wa bunge walioletwa na waheshimiwa. Kwa sababu nilikuja na kiongozi wa serikali, nikawekwa pale katikati kwenye wageni wa spika. Nilipoingia sasa nikashangaa wabunge wanalala hivi, wengine wanasogea kidogo hivi. Sasa nikafikiri kile kiti kinatembea. Kumbe tu kimeshika chini, lakini unaweza ukakisukuma mbele, ukaenda hivi, ukakipeleka pembeni. Kuna kitu unakitengeneza hapo. Kumepoa. Na ndipo akili ikaja, nikasema ukiona kwenye siasa wanauana ni bungeni. Bungeni ni sema tu ukweli, hutalala. Si kuamka, hutalala. Yaani anakuambia tu ninatamani kupata breakfast na wewe, na ni saa 2 kamili. Anakuambia saa 2 kamili natamani kupata breakfast na wewe, hutalala. Usingizi hakuna. Fursa, nafasi ya kipekee, nafasi ya kuandikiwa barua kwenda kwa Ruto, na ilinganisha na nafasi ambayo Yuda wanaipata kumwendea Bwana. Jamani, simseme amen. Yaani kama kwa Ruto hutopumzika, hutolala, inakuwaje kwa Bwana? Nazungumza na taifa la Yuda ambalo kazini walikuwa wepesi kuwahi, lakini ibadani hawawahi. Bwana akatazama, akawaalika, akawaambia njooni tusemezane. Haijalishi ya kwamba mmenikataa sana mno, hapana. Haijalishi kabisa ya kwamba mmekataa kutembea kwenye taratibu zangu, ni kweli, lakini bado mimi Bwana ninawapenda. Hili ndilo pendo. Hivi mtu asiyekupenda unaweza kumpenda kweli? Tuambiane ukweli, tuko hapa. Yaani mtu ambaye hakupendi, anakuzungumzia wewe vibaya, tena wakati mwingine vibaya ukiwa unasikia, alafu wewe unaweza ukampenda? Ni Mungu aliyetupatia ushindi wa kuwapenda wanaotuhusi. Ni Mungu pekee. Fursa makini
nini inatokea kwa taifa la Yuda? Bwana akitazama Yuda wameenda mbali mno, na ndipo anawaambia njooni wanangu tena. Hichi kitendo cha kusema njoo ni kitendo cha haraka pasipokuwa na kuchelewa, na ndio maana lugha ya Kiingereza sema come now. Kitabu cha Isaya inasema Isaiah 1:18. The Bible says, come now. Come now. Yaani sio baadaye. Sasa. Yaani kama kuna kitu cha kipekee unapopokea wito wa Bwana, kimbia. Makambi haya yamekuja Mbotele, rafiki zangu, unaposikia makambi kimbia. Basi niko razi nisile ila nikaifanya kazi ya Bwana. Kuna mtu hajanielewa. Yuda waliposikia hili neno njoo, ni neno ambalo lilikuwa lina command fulani hivi, lakini lenye uchaguzi ndani yake. Ninaweza nikakuita nikakwambia njoo, una mawili, uje au kwa nini? Ni uchaguzi wako. Bwana akawaalika Yuda, anamwambia njooni tusemezane. Sikia hii nukuu ambayo nimekuwa nikijifunza siku ya leo. Hii ni nafasi ya adimu pekee mno ambayo Mungu aliwapatia watu wa Yuda. Na kama ni nafasi, tungesema ni nafasi adimu ambayo kila mmoja angetazamia kuipata. Sikia hii, Bwana anapokupa nafasi ya kumsogelea, usipoteze wakati. Kuna mtu hajanielewa. Bwana anapokupatia nafasi ya kumsogelea, usipoteze nini? Usipoteze wakati. Usipoteze wakati. Viongozi wanaenda na muda sana wa serikali, wanaenda na muda vizuri. Nilialikwa na DC wetu, tunasema ni district councilor, alinialika ofisini. Ninapoishi nyumbani kwangu ni hapa, kwa DC ni kulia tu, hata mita 100 haifiki. Yaani ni hatua chache. Kwa hiyo hata nikipiga yowe hapa DC anasikia ofisini kwake, na nyumbani kwake ni jirani tu kidogo. Lakini akisema tukutane saa 2 kamili, siruhusu mtu mmoja, napenda kusema mjinga mmoja, akakuondoa kwenye lengo la kwaya. Usiruhusu mshiriki mwenzako eti akakukwaza alafu ukaacha kwaya au ukaacha kanisa. Rafiki, tulia kanisani. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Kitabu cha Luka 17 anasema makwazo hayana budi kufanya nini? Luka 17. Ukipata nafasi ya kuzungumza na Bwana, acha kona nyingi, nenda. 17. Luka 17:1. 11. Luka 17:1. Ndio. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kufanya nini jamani? Kuja. Sijasikia. Jamani, makwazo hayana budi kufanya nini? Kuja. Unaweza ukakwazwa na mchungaji wako. Unaweza ukakwazwa na mzee wako wa kanisa. Unaweza ukakwazwa na mshiriki mwenzako. Unaweza ukakwazwa na mwimbaji mwenzako, lakini anapokukwaza usikwazike katika jina la Yesu. Mimi niongezea nini? Alafu napita na mambo yangu. Simseme amen. Ngoja niwaambie, kanisa la Bwana halipaswi kukwazika. Yaani Yuda imemkataa Bwana, lakini Bwana anaifuata Yuda. Yuda wamekataa kutembea kwenye taratibu za nani? Unapopata nafasi ya kuzungumza na Mungu, usiseme subiri baadaye, zungumza sasa hivi. Muda huu ni wa kwako, ila baadaye huijui. Saa hii muda wa kuzungumza na Bwana, muda huu ambao Bwana amekupatia makambi ya 2026, ndio wakati wa kujizili kwa Bwana, yani kwa ujumla, na kumwambia Bwana asante, maana kupitia juma hili umesema tusemezane. Ninasikitika, unaweza ukapata siku 7 za makambi, kama sio 8 za makambi, lakini ukashindwa kusemezana na Mungu. Unasema tu kwaya ilikuja kutoka Mombasa, iliimba jamani. Mhubiri alikuja kutoka Tanzania, alihubiri. Ulijengwa nini? Umepata kitu gani?
tulifundishwa health na Gaddafi. Jamani, yule kijana anajua haya, umeondoka na nini? Akasimama akafundisha ya unabii, tukaona jamani unabii, tukaona mwanamke aliyesimamia jua, tukaona sijui nini joka. Haya, uliondoka na kitu gani? Nothing. Unapopata nafasi ya kusemezana na Mungu, mweleze yaliyo moyoni mwako. Mwanadamu utamweleza ya kwako, kesho atakusengenya. Mwanadamu atajua maisha yako ya nyumbani na atakuadhibu kwa udhaifu ambao ameupata kutoka kwako. Lakini yuko Mungu mbinguni. Ingawa mimi ni mbaya, Kristo ni vyote kwangu. Ajua haja zangu, huzuni zangu zake. Sikia hii niwaambie ndugu zangu, Mungu hakuwafukuza watu wake kwa ajili ya dhambi walizo nazo, ila aliwaalika kuja kwake ili kuwapa msaada na kuwaondoa katika dhambi. Nisema 11:24 anasema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini jamani? Mizigo mizito ya dhambi, nami nitafanya nini? Kuna wakati ndugu yako atakuwa akikusaidia sana tena sana, lakini kuna wakati atakuchoka. Hujanielewa? Nimesema kuna wakati huyo unayesema ni rafiki, kuna wakati atakusaidia sana, lakini kuna wakati utafika atakuchoka. Ila yuko Mungu mbinguni, hawezi kukuchoka siku zote za maisha yako. Jamani, yuko Mungu mbinguni, hawezi kukuchoka nyakati zote za maisha. Yuda wametenda mambo mabaya yote, lakini bado anaonesha kuwajali. Wewe tu ni shahidi. Mwenzako alipokutendea vibaya mpaka leo hii amzungumzi, unajua mwenyewe, mimi sitaki kujua. Wewe mwenyewe ni shahidi. Jirani yako alipokunenea neno baya, kuanzia leo hata kuombana moto hamjawahi kuombana moto, kila mtu anajua time zake. Wewe mwenyewe ni shahidi. Ni mume wako tu ameongea vibaya, umekwazika, hamzungumzi mpaka saa hii. Wewe mwenyewe ni shahidi. Ni mtoto uliyemzaa tumboni mwenyewe, mtoto uliyebeba tumboni miezi 9 akatoka akanyonya maziwa yako, lakini leo hii mna utengano. Kisa kitu kidogo sana. Wewe mwenyewe ni shahidi, ndugu yako umelala mfuko mmoja wa mama mmoja, lakini hamsalimiani. Na hata mkisalimiana mnakumbukana wakati wa matukio, ila huwezi kumpigia mwenzako unaendeleaje? Hakuna. Licha ya uchafu waliokuwa wakiufanya taifa la Yuda, lakini bado Bwana aliwapenda. Ni Mungu pekee ambaye anaweza kuchukuliana nasi na udhaifu tulio nao. Ni Mungu pekee ambaye anaweza kutubeba na changamoto tulizo nazo. Ni Mungu pekee ambaye licha ya kwamba sisi hatumpendi vita, licha ya kwamba sisi hatumjali Mungu, lakini ni Mungu pekee awezaye kutujali nyakati zote za maisha. Watu wa Mbotela, Church Elder atakubeba, atachoka. Atachoka. Hata bwana wako anakuvumilia sana. Na ndio ile kuna wakati utafika anasema tunakalia watoto. Yaani hata sasa hivi nikiachika niende wapi, bora tuvumilie tu hapa maana tunakalia watoto. Ila upendo, ila yuko Mungu anasema, na udhaifu ulio nao, na tabia ulio nayo, na shida ulio nayo, ila mimi Mungu nikupenda. Njoni tusemezane. Na kupendekezea katika mchana wa leo, peleka changamoto yako kwa Bwana. Peleka udhaifu wako kwa Bwana. Na wito wa kusema njoni ni wito wa watu wengi, lakini je, uko tayari kwenda? Obey and live. Disobey and perish. The choice is yours. Je, katika watu ambao Bwana amewaita uko tayari kwenda? Katika watu ambao Bwana anawaalika wazungumze naye, katika ule mwaliko wa kuketi kwenye meza moja na Bwana, je, uko tayari baraka kwenda? Malizia sasa, nenda. Biblia inasema, maana amesema dhambi zenu mkija kwangu hata kama ni nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Nyeupe mnashangaa kuona maziwa fresh. Ninakupendekezea katika mchana wa leo, nenda kwa Bwana kazungumze naye akupatie ushindi wa maisha yako. Jamani, nenda kwa Bwana uzungumze naye. Sema I shall. Yaani ukitumia neno shall ni kitendo cha lazima. Command.
Jamani, simseme amen. Anasema kama mkikubali. Kwa hiyo kataa. 6:16 anasemaje? Yeremia 6 Biblia inasema aya 16. Anasema Bwana asema hivi. Simameni katika njia kuu. Simameni katika njia 7 au 14:7. Hem, twende hapo. Niko sahihi? Sikia hiyo. Yuda wanaalikwa. Wengine wakaenda kwa sababu wengine wameenda. Ila sio kwamba wameamua ndani ya mioyo yao. Inasemaje? Biblia inasema enyi wanafiki. Enyi wanafiki. Ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema watu hawa huniheshimu ila mioyo yao iko mbali nami. Tena nao waniabudu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo kinyume. Tulia, tuachie hapo rafiki yangu. Yaani kuna wengine wanaenda kwa sababu wengine wameenda, ila hawana mguso wa kwenda ndani yao. Si kuna wakati tunaitishaga ile wito Jamani, kama kuna mtu yuko hapa anasema natamani kuanza upya na Bwana, anaangalia nani ameshaenda. Akiona mwenzake ameenda, anafanya nini? Sio mguso wa Bwana, bali ni kwa sababu wengine wanafanya na wewe unataka kufanya. Ngoja niwaambie, Bwana anawaambia watu wa Yuda, njooni. Na kila atakayekubali atakula mema ya nini? Mema ya nchi. Rudi pale 19. 1:19 anasemaje? Malizia. Biblia inasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Jamani, simseme amen. Wamwendea Yesu kwa kuoshwe kwa damu ya kondoo, jema yake ya kumwagi, waoshwa kwa damu, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, iwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu. Yuda wanapokea mwaliko, ila naona wengine wanaokwenda kwa Bwana kwa sababu enda, ila hawaendi kwa kuwa wana msukumo wa kwenda kwa Bwana. Muda unitoshi ningalikuambia kwenye msafara wa mamba hata kenge wapo. Narudia tena, kwenye msafara wa mamba hata kenge wapo. Na hao ndio waliomsumbua Musa hata jangwani. Hao ndio wanaolitesa kanisa hata sasa. Bwana anaita akisema njoo. Bali kumsogelea Bwana, wengine wakasema tutabakije hapa, ngoje tu tuungane nao. Na ndio wale mambo yanapozidi kuwa magumu unakuta wanarudi nyuma. Lakini mambo yakiwa mazuri unakuta wameingia. Wakiona kwaya inacheza wanaacha kwaya. Wakiona kwaya imesimama inaanza kuitwa Nairobi, inaanza kuitwa Tanzania, inaanza kuitwa South Africa, Yuda wanapokea mwaliko. Ninamuona mama mmoja anasema, Bwana nimeisikia sauti yako. Ninamuona baba mwingine pale anasema, na mimi nimeisikia sauti yako. Ninamuona kijana yuko pale anasema, kweli kwa mwito huu siwezi kuayo, ikikubali kutii, ikikubali kutii, ikisema tunamfuata Bwana. Na wakati wasema tunamfuata Bwana, na wakati wanaenda kwa Bwana hawakwenda wakiwa wamenyamaza. Sikia wanaenda kwa Bwana hawakwenda wakiwa wamenyamaza. Sikia walivyoenda wakiimba. Wimbo namba 115. Mpofu yapita Yona acha nipe sala. Wanaenda familia, ewe yaani ni familia wameshikana mikono hivi, wameshikana mikono hivi.
Nikamwona baba akimwangalia mtoto wake akimwambia, rafiki, hakuna usalama. Hii fursa tuliyoipata, rafiki, hakuna usalama. Hii fursa tuliyoipata, twende kwa Bwana. Anamwambia hata kwa machozi, ni kweli mwana, ishi kwenye dhambi muda mrefu, lakini kwa wito huu, tena ni wito wa upendo, akisema, mwanangu, njoo tusemezane, njoo tuweke hoja mezani. Baba akamsihi mtoto wake, na machozi tuliyo nayo, twende na kulilia pole. Yesu asema, Yesu. Yuda wanapokea assurance hiyo kwa Bwana, ya kwamba mtakapokuja kwangu na mkikubali na kuja kwangu, hamtabaki kama mlivyo, nitawabadilisha. Kuna jambo la kujifunza la kipekee natamani kuzungumza na Mgongeni na watu wa Mbotela. Unapomkubali Bwana kwenye maisha yako na kukubali kumfuata yeye, atatengeneza tabia na mwenendo wa maisha yako. Narudia tena, utakapomkubali Bwana kwenye maisha yako, hata kama wewe ni mzambi kiwango gani, Bwana atakupatia nguvu na utisho mkubwa katikati ya ulimwengu. Shida ya Yuda ni kukubali, ila mwito wa kipekee Bwana ameutoa. Njooni, ni nafasi makini, nafasi ya dimu. Wewe umeshakusikia hii? Mtu ameenda kwa mke wa mtu akapigwa kisu akafia hapo, hata hajapata nafasi ya kuomba maji, hata ya kutubu. Ila umetenda dhambi ngapi mpaka leo, lakini bado Bwana amekushikilia. Kuhubiri crusade mahali fulani, nilipoenda nakumbuka, huenda ni njia ya huyo mtu kuokolewa, nikamkuta baba mmoja kwenye familia, yeye amekuwa ni mbaya sana kwa ajili ya pombe, mbaya sana kwa ajili ya pombe. Akiwa ana sehemu kidogo huku inaonesha alama, huku kunaonesha alama, ananiambia, mchungaji, unavyoona vyote hivi ni huyo mwanaume. Tukapata nafasi, kuna siku moja nitaacha, ila kwa leo niache. Ponda raha, kifo chaja. Tukakana pale tukaomba, nikaelekea kwenye crusade. Ilikuwa ni majira ya mchana, sasa nikapata chakula nielekea crusade. Yule baba yeye anagonga mawe, anatengeneza mawe haya ya kupigia msingi wa nyumba, ndio kazi yake maalum. Akaenda kwenye jiwe moja kubwa, akawa analitengeneza sasa, akawa analichimba sasa ili aliangushe, alipasue. Wakati anagonga, jiwe likakubali kutoka. Lilivyokubali kutoka, alikuwa yuko chini, akaruka haraka. Hatua ya kwanza aliporuka, hata kuoga hajaenda kuoga, alikuja kwenye crusade. Akasema, kuanzia leo najitoa kwa Bwana. Unajua kwa nini? Kuna watu ili wamfuate Bwana wanaovuta sigara mpaka waumwe TB. Kuna watu ili wamfuate Bwana wanaokunywa pombe mpaka waumwe ugonjwa wa ini. Nataka nikwambie, kuna watu ili wamfuate Bwana wanaopenda zinaa lazima waumwe ukimwi. Ngoja nikwambie, usimfuate Bwana ukiwa umechoka. Fanya maamuzi sahihi leo ili upate kuokolewa. Haleluya! Fanya maamuzi. Yule baba isingekuwa lile jiwe kutaka kumaliza pale pale, huenda asingekuja kanisani. Nataka nikwambie, usitamani Mungu atumie mpaka vitisho. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Anawaambia, njooni tujadiliane. Hivi mtu anayependa majadiliano si mtu anayependa amani? Yaani mtu anasema, ni kweli tumekoseana au kuna shida, hebu njoo tuketi tuzungumze. Njoo tuzungumze mwanangu, njoo tuongee kidogo mwanangu. Anasema, mbali mkikubali mtakula mema ya nini? Malizia 20 sasa. Tunakwenda kuomba. 20 Biblia inasema, bali kama mkikataa na kufanya nini? Na kuasi. Mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha nani? Cha Bwana. Jamani, kinywa cha nani? Cha Bwana. Kimefanya nini? Kimenena haya. Mungu ananipatia mwaliko wa kipekee. Mungu anakupatia mwaliko wa kipekee.
mkabidhi maisha yako. Kauli ya Zaburi 32 aya 8 anasemaje? Utakapomkabidhi Bwana maisha yako, utakapojiachilia kwa Bwana na kutumia fursa vizuri kama Yuda ulivyoitumia. Sikia sauti ya Bwana anavyosema. 32:8. Biblia inasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri mwanangu, jicho langu likikutazama. Jamani, simseme amen. Nafasi makini ambayo Bwana amekupatia leo. Unatumiaje fursa ya uhai ambao huu Bwana amekupatia leo? Unyenyekevu wa ulimwenguni. Narudia tena. Unapomkubali Bwana katika maisha yako, hukupatia nguvu na uwezo na unyenyekevu. Bii yake ni hii: unapomkataa Bwana kwenye maisha yako, kiburi huzalishwa, unyenyekevu huondoka na anguko linatokea. Yuda wakapokea mwaliko. Mwaliko wa Yuda ni mwaliko wako mchana wa leo. Wangapi wanasema nimeisikia sauti ya Bwana wako mchana wa leo? Wangapi wanasema nimeisikia sauti ya Bwana tena? Kama Yuda walipoalikwa na Bwana kuja kuzungumza naye, Bwana anakualika. Mmoja, pastor, ni kijana, mimi nimeshindwa kuacha tabia ya unzinzi. Yaani kila nikiona binti hivi yanataka kuanguka. Elewi. Mchungaji akamwambia, una dada yako nyumbani? Akamwambia ndio ninaye. Akamwambia nenda kalale naye. Akasema dada? Akamwambia nenda kalale naye. Akasema dada, hata ningelala naye kitanda hiki, uko hapa, kuna mzigo wake uko mahali fulani. Eza ni ulaji wa zaka na sadaka, eza ni habari ya usengenyaji, eza ni habari ya umbea, eza ni habari ya unafiki. Kuna kitu kinakutesa kwa muda mrefu, ni dhambi ambayo unaifanya kwa mazoea. Sema. Mmeona ile gauni? Mimi ndiye nimenunua ile. Mmeona ile gauni? Mimi ndiye nimenunua ile. Umeona kile kiatu anachovaa, anachoringia kwenye kwaya? Ni mimi. Lakini Mungu akikusaidia hawezi kukusema kwa jina la Yesu. Jamani, hawezi kukusema kwa jina la Yesu. Rafiki atakutangaza kwa watu, ataweka kama matangazo, kama posta mahali ya kwamba yule nimemfanyia, Wanasema tunahitaji Bwana tena. Nafasi ya mchana wa leo aliyotupatia, tutengeneze mahusiano yetu mazuri na yeye. Wanyoshe mikono. Siwasimame niombe nao. Njia za nani zisha hata ni taambi okua njia peke ya furaha. Unaishi hata leo, maana ni nafasi ambayo Bwana amekupatia. Nina platform moja inaitwa Maombi Hadi Ushindi, na tumekuwa, simseme amen. Yule kijana kama yuko mahali fulani, naomba asogee, natamani kuomba kwa ajili yake. Robinson, kama yuko mahali fulani, Bwana akubariki sana kijana wangu. Pastor, si ushiki hata mkono kijana huyu. Huyu ni Gen Z, ila aliyemkubali Bwana maishani. Wako wengine waliniambia watakuja, siwafahamu kwa majina. Tunatamani kutii ili tule mema ya nchi, kumbe maisha tunayoishi ni kinyume na mpango wa Bwana, ndio maana tunashindwa kuenjoy. Nataka nikwambie, kuwa kwa Bwana ni raha. Mwambie jirani yako, kuwa kwa Bwana ni raha. Furaha gani
oniki. Bwana akubariki sana. Kama yuko mwingine anahitaji kubatizwa, sogea. Bara otegemea tegemea salama. Mawili tofauti, ila ni tendo la nini? Jamani, ni tendo la nini? Walipoambiwa zunguka ukuta, pasta wangemwambia umechanganyikiwa, chukua nyundo tupige, lakini unaniambia tuzunguke ukuta. Sitaki ipite bure. Kuna kitu changu nataka nimwambie Bwana, mimi sikijui, ila kuna kitu nataka umwambie Bwana. Amesema njoo tusemezane, nami nakwambia njoo. Sogea mbele tuombe wote. Kuna kitu nataka umwambie Bwana, mimi sikijui ni kitu gani. Wewe njoo tuombe. Ni wewe utoshaye mwovu akini njia yafi ubavuni mwako maisha yangu ni vishe bandarini wo moyo. Mimi sitaki kujua shida yako. Kuna kitu unatamani Bwana aingilie kati, atende. Hii ni nafasi yako ya kipekee. Ni kazi, ni nafasi ya kipekee, ni ugonjwa. Hii ni nafasi ya Bwana. Wabariki sana. Bwana wabariki sana vijana wangu. Nipe neema oni nani. Kama kuna wanafunzi waje hapa. Mani mwenye kuniwezesha shari wanikingia vitani, na kutaka vyote na pata kwako, ni uongoze vipofu. Fumba macho yako sasa. Kuna kitu natamani Bwana akutendee. Sogea tu hapa tu na Mungu. Inamisha kichwa chako, mwambie Bwana hili na kuomba. Hii ni nafasi ambayo Bwana amekupa tena. Huenda amekupa tu mchana wa leo. Juaje? Unajuaje? Wabariki kwenye masomo yenu. Ni university. Uko wapi? Omba. Ni high school. Mwambie Bwana ingilia kati. Mwambie Bwana nisaidie. Bwana akupatie matokeo mazuri, GPA nzuri, akupatie ufaulu mzuri. Mwambie Bwana nisaidie. Nisaidie wanafunzi. Baba yetu, kuna mtu anajadiliana na wewe nyakati hizi. Anajadiliana nyakati hizi. Baba, kuna jambo anajadiliana nawe. Mtumishi wako Jonathan anaposogea hapa, omba umsaidie. Sijajua ni kitu gani, wewe unajua Mungu. Hiyo msaidie. Hicho kitu Baba ingilia kati. Baba, nenda kamuokoe hapo. Hiyo dhambi anayoshindwa kuiacha, Bwana kamtetee hapo. Wanafunzi wanakwenda kuombewa baraka. Lakini kila mzazi na kila mtu aliyesimama akiwa na hitaji lake moyoni, hii nafasi ya upendeleo uliyompatia, acha akaone relief kwenye maisha yake. Kuanzia dakika yenu, kwa jina la Yesu. Bwana unaishi juu mbinguni, tuna wingi wa shukrani ndani ya mioyo yetu, kwa sababu tuwe watoto wako kwa mara nyingine tena. Hapa tuna wanafunzi wanakwenda shule. Natamka baraka kwa wazazi wao. Bariki kazi ya mikono yao, wapate karo kwa jina la Yesu. Natamka baraka tena kwa hawa wanafunzi kwa jina la Yesu. Wafungue akili wakapate kuelewa.
Wanafunzi mseme amen. Natamka baraka tena. Kama kuna yule ana haja ya moyo, sikilizeni. Kama kuna yule ana haja ya moyo, nakupa nafasi. Mwambie Bwana unachokitaka kwa sekunde tu. Wewe mwanafunzi, unahitaji nini? Bwana waone ndani. Ona jinsi wanavyosema. Ukawatimizie sawa sawa na mapenzi yako kwa jina la Yesu. Hapa kuna ndugu yetu Robinson. Alitembea kuja kwako, sio kwangu, sio kwa mchungaji Zawadieli. Ila Bwana unasema hakuna yeyote aliyekuja kwako ulimtupa nje. Bwana kampokee. Bwana kamkumbatie, kwa sababu hili ni tendo la imani na ni muujiza. Natamka baraka kwa maisha yake ya kiuchumi. Mbariki kwa jina la Yesu. Namtamkia baraka kwa maisha yake ya social. God bless him. Namtamkia baraka kwa maisha yake ya kiroho. Bwana mbariki na damu yako imsafishe ndani, hawe candidate of heaven. Bwana, tumefika hapa sote